chumba cha mganga kina kiti, alafu kuna pazia, alafu kuna kama kikordo. Kwa hiyo tukawa tumekaa kwenye benchi kusubiri aliyekuwa ndani atoke. Miladi yule aliyokuwa ndani anamwambia mganga, ndugu yangu anajiona sana kuwa misiba ikitokea analisha watu yeye mchele. Unaona? Kwa hiyo akasema mganga, ndugu yangu anajiona sana. Kukiwa na msiba anaona raha akiambiwa yeye anunue mchele. Ukiwa na harusi anaona raha. Juzi mwanangu kafaulu shule, kamnunulia pikipiki, anaona kama kamnunulia ndege. Bwana. Wakati huyo baba anayeshtaki kwa mganga hajawahi kumnunulia hata manati ya kupigia ndege. Kwa hiyo mganga akamwambia unatakaje? Akasema mimi nataka maisha yake uyatie dhiki mpaka ifike mahali ila yakula aniombe mimi. Miladi huyo jamaa anazungumza hivyo, ukiangalia malapa yake, yani lile kapeti la kwa mganga unaliona, yani kwenye kisigino yote yamesagika. Ni kwamba hata uwezo wa kununua malapa mapya hana. Lakini anamnuia ndugu yake wa tumbo moja ubaya awe chini yake kwa sababu tu afurahishwe vile inavyokuwa ananyenyekewa na watu, analisha watu kwenye mashughuli. Sasa akishakufa huyu, na wewe huna nani atakayekuwa anafanya mambo? Na Mungu anamkomboa kila mmoja katika familia awe star ya kuwabeba wengine. Kwa hiyo nature ya mkoa huu ni kwamba ukiwa na mshikaji, ukimtambulisha nyumbani kwako leo, akimuona mke wako mzuri, anaamini yule mke wako mzuri anapaswa kuwa mwanamke wake, na wewe hupaswi kuwa na mwanamke wa aina ile. Kwa hivyo mke wako asipokuonyesha message kuwa ametongozwa na rafiki yako, utakuja kugundua ameshatembea naye. Ukimchukua mshikaji ukimpeleka sehemu ukamwambia bwana, hapa ananunua mahindi 500 nauza 2600, njoo ufanye kama mimi tubadilishe maisha, kesho yeye atakuwa ananunua 500, wewe utauzwa 2600 pale. Ukimtambulisha mtu kwa bosi wako, maana yake kesho atakuwa yeye ni bosi wake na wewe bosi wako itakuwa ni yule mshikaji uliompeleka kumtambulisha. Kwa ni nature ya watu ambao wana expect kupata maisha makubwa kwa watu wengine kuliko jitihada zao za utafutaji kupambania hizo sehemu. Kwa hiyo kama haujui namna gani unaweza kuishi na watu hapa, inaweza kukufanya ukachukia sana. Nimefanya uchunguzi, watu wa Tanga tunachukiwa sana mikoa mingi ya watu wengi. Mwanzoni nilikuwa nafikiria labda ni chuki binafsi. Lakini nikagundua ndugu zetu ambao wameishi kwenye ile mikoa kutuwakilisha sisi wamefanyia watu vitu vibaya kwenye maisha yao ambavyo vimewafanya wasiwasahau na wasitake tena ukaribu na watu wa jamii ya pwani yetu. Kwa hiyo hicho ni kitu na kueleza na experience nacho, na kama interview hii itaendelea kudumu, naamini kuna siku watu watakuja kukumbusha maneno katika umri wa maisha yetu. Huu mkoa ni noma brother. Watu wote ambao wanashiriki kunikwamisha ndoto zangu, kunifanyia ubaya, ni ndugu zangu wa mkoa huu, na wengine sio mabondia, lakini anatamani tu kuwa likitajwa jina la Mwakinyo limekufa iwe yeye ndio sababu ya kuwa jina la Mwakinyo. Lakini kuna mtu mwingine ni mtendaji kata tu, lakini anatamani kila linapotajwa jina langu liwe linatajwa lake, hata kama hawezi hata kumpiga mkewe vibaya, licha ya kuwa anaweza kupigana. Kwa hiyo hiyo ndio nature ya huu mji. Lakini sijilaumu kuwa hapa kwa sababu naamini Mungu ana maana kufanya uwepo wangu hapa.